Kwa nini nakufundisha haya? Nakufundisha haya kwa sababu ndo msingi wa production ulipo. Ukishajua jinsi jicho linavyofanya kazi, utajua jinsi kamera na lenzi vinavyofanya kazi. Kwa sababu vyote hivi, hata picha ya kamera inahusisha mwanga. Kwa kama hautojua mwanga jinsi unavyofanya kazi, hautoweza kujua kupiga picha. Swali namba 1 nikajiuliza, kwa nini mwanga upite kupitia tundu dogo? Tafiti zote hizi mbili tumeona mwanga unapita kupitia tundu dogo, huyu kwenye majani, huyu kwenye chumba chenye giza. Sasa nikajiuliza, kwa nini mwanga upite kupitia tundu dogo? Sasa hebu tuangalie kanuni ya mwanga inasemaje. Kanuni ya mwanga inasema kwamba mwanga una tabia ya kusafiri kupitia mstari ulionyoka, a straight line. Kwa nini mwanga upitie kupitia tundu dogo? Kwa sababu tundu dogo lina uwezekano wa kupitisha mwanga, kiasi cha mwanga kidogo. Kama ukipita mwanga wa kutosha kuingia kwenye chumba, ukaingia mwanga mwingi wa kutosha kupitia tundu, maybe tufanye ile tundu liwe kubwa, lisiwe tundu dogo, uingie kwenye chumba cha giza, maana yake ule mwanga utakwenda kusababisha mwingiliano wa miali ya mwanga, kitu ambacho kitasababisha picha isionekane clear. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwanza. Na tukiangalia katika hii picha, tunauona huu mti ukiwa umereflect, miali ya mwanga inatoka kwenye mti inaingia mpaka kwenye hili tundu dogo. Inapofika kwenye tundu dogo, miali ya mwanga inakuwa iko mingi, imekusanyika, miali ya mwanga kutoka sehemu ya chini ya mti na miali ya mwanga kutoka sehemu ya juu na ya kati ya mti, ikafosiwa ipite kwenye kitundu kidogo. Kwa hiyo inafosiwa pale, na ingia ile miali ikiwa imekusanywa yote, ikaingia kupitia hiki kitundu. Alafu inapopenya sasa kuingia kwenye huu wazi wa pili, maana yake itakwenda kutawanyika. Inapotawanyika sasa, maana yake inasambaza ule mwanga, na ndo picha inaweza ikaonekana clear. Kama tundu likiwa kubwa, miali ya mwanga itaingia kwa kuingiliana, kitu ambacho kitasababisha picha isiweze kuonekana clear, iwe katika blur. Sasa tunapoongelea blur, wale wapiga picha mnaweza mkanielewa tatizo huwa linaanzia wapi. Tuchukulie mfano, ukiwa unaendesha gari wakati wa usiku, halafu mbele ukakutana na gari, ile gari ikawasha taa full light, kitakachotokea, macho yataingiza mwanga mwingi kwa kasi, halafu utaona white, hautaona kitu chochote, hautaweza kutambua kitu chochote. Maana yake ule mwanga umeingia kwenye jicho, mwanga mwingi wa kutosha. Matokeo yake utakwenda kwenye retina itashindwa kuconvert zile taarifa, zikienda kwenye ubongo hazitaweza kutafsiriwa, na ndio maana unakuwa hauoni chochote, kwa picha inashindwa kudetect. Sasa ndio maana wao walitengeneza, katika hii nadharia walitengeneza tundu dogo ndo liweze kupitisha mwanga, kwamba wangetumia tundu kubwa ungeingia mwanga mwingi wa kutosha, halafu ungeenda kuua ile picha. Sasa unaweza ukaelewa watu wanaopataga matatizo kwenye kamera na overwrite au overexposure. Tatizo linakuwa ni kwamba jicho la kamera limefunguliwa sana, limepitisha mwanga wa kutosha, unakuwa ule mwanga hauko balanced. Sasa hii nadharia kabisa, ukijifunza huu utangulizi vizuri, yani utaielewa picha vizuri sana. Kwa kuitazama tu utajua hii picha ina changamoto hii na hii picha ina changamoto hii. Sasa nimekaa muda mrefu sana kukufundisha hiki kwa sababu hapa ndipo ulipo msingi wa production. Ukishaelewa hiki kitu, umeielewa production kwa ujumla. Haitakusumbua nikifundisha aperture, haitakusumbua nikifundisha kamera kwenye lenzi, haitakusumbua nikifundisha kuhusu light, kwa sababu utakuwa umeshajua. Sasa turudi darasani. Swali jingine nililojiuliza, kwa nini kama mwali wa mwanga umeingia ukiwa katika straight line, halafu picha inayokwenda kutokea huku ukutani inatokea ikiwa imegeuzwa ups down, downs up? Kwa nini inatokea hivyo?
tukiangalia kwamba kwa kupitia sasa hiyo sheria ya mwanga na jinsi mwanga unavyosafiri, maana yake kwamba kuna sehemu ya juu, kila sehemu unayoiona kuna mwanga umeenda umenasa, halafu ka reflect tukatoa miali ya mwanga. Kumbe ninapokitazama kitu kuna mwanga umeenda umegonga, halafu umerudi. Kama ni kwenye nywele, kuna mwanga umekuja kugonga kwenye nywele uka reflect ukarudi kwenye macho. Kama ni kwenye uso, kuna mwanga umegonga. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kila pande kuna miali ya mwanga inatoka, ambayo inakusanywa, inapita kupitia lenzi au inapita kupitia tundu dogo, halafu picha inakwenda kufomika, picha inakwenda kutokea. Sasa wakati naangalia hii nadharia, nikajiuliza swali moja kwamba sasa kumbe tunapokuwa tunatazama vitu, kuna miali inatoka inaingia kwenye macho yetu. Kitu chochote tunachokitazama kinatoa miali ya mwanga inaingia kwenye macho yetu, halafu inapelekwa kwenye retina, retina ina convert zile taarifa inapeleka kwenye ubongo. Sasa nikajiuliza, jicho linawezaje kufanya kazi ngumu kiasi hiki? Kwa mfano, tunapokuwa katika umati wa watu wengi, maybe tumeenda katika concert au tumeenda katika uwanja wa mpira, kila ninachokitazama pale kinatoa miali inaingia kwangu. Sasa mpiga picha anapochukua kamera akamselect mtu akampiga picha, maana yake ameselect achukue mwanga wa huyo mtu uingie kwenye kamera, alafu picha ndio inatengenezeka. Tafsiri yake ni kwamba macho yanapokitazama kitu yameselect kuchagua mwanga wa hicho kitu uingie kwenye macho ili picha sasa iweze kutafsirika. Kitu chochote unachokitazama maana yake umechagua mwanga wake ndio uingie kwenye macho. Kwa hata kama unatazama vitu vingi, lazima kuna kitu kimoja ndicho kitakachochukua mwanga mwingi uingia kwako, alafu vingine vyote hautoviona katika uklia, kwa sababu miali uliochukua umechagua miali ya hicho kitu ndo iingie, kwamba umechagua hiki kitu ndo kitazame. Sasa hii kanipa kufikiria tena kitu kingine kwamba kwa hao ambao wanakuaga na vision, macho yao wao yanafanyaje kazi? Hahitaji kukiona kitu. Vision unatazama kitu ambacho hakipo, picha yake haipo. Wao picha huwa inaanzia kwenye ubongo, inakuwa vice versa. Picha inaanza kutengenezwa kwenye ubongo, halafu taarifa zinarudishwa kwenye retina. Retina inapeleka kwenye jicho, kwenye lenzi, halafu jicho ndo linaona vision. Maana yake mtu asiyeweza kuona vision, maana yake ubongo wake umeshindwa kucreate information zirudi kwenye retina, retina iconvert vice versa ipeleke kwenye lenzi. Sijui kama unanielewa. Na kufundisha haya kwa namna hii, ukishaelewa jinsi gani picha inapatikana, vitu vingine vyote havitakusumbua. Kwa hiyo picha inaanzia kwenye mawazo, halafu inakuja kwenye retina. Retina inapeleka kwenye jicho. Turudi sasa tumalizie picha yetu, kwa nini inakuwa imegeuka. Picha inageuka kwa sababu miali ya mwanga ya sehemu ya juu inapokwenda kukusanywa ikapita kwenye lile tundu dogo, huwa inashuka chini. Halafu miali ya mwanga sehemu ya chini ya object inapanda juu. Maana yake huwa inakutana hivi, miali ya mwanga kama tundu liko hapa hivi, hapa ndio tundu liko hapa. Maana yake itamforce yule mtu kumbana aingie hapa, apenye mwanga, upenye hapa. Ukishapenya kwenye hili tundu utakwenda kutanuka huku, utatengeneza hivi. Maana yake information za huku zitaingia hivi, zitatokea chini. Information za chini zitaingia huku, zitatokea juu. Lazima hapo picha itoke ikiwa imegeuzwa. Mfano wake ni hapa nilipokuwekea. Sasa kwa siku hii ya leo tutaishia hapa kwa watu tuliojifunza. Tukutane tena katika kipindi kingine, na bado tupo kwenye utangulizi. Tutaendelea kujifunza vitu hivi. Tutakapokwenda kujifunza masomo yanayofuata, I hope utakuwa unaelewa kwa urahisi sana. Sijataka kukupeleka moja kwa moja kwenye vifaa na mambo mengine, kwa sababu nataka uelewe kwanza msingi wa production. Niseme asante sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki. Nikushukuru kwa nafasi yako, nikushukuru kwa mchango wako mkubwa wa kuendelea kufuatilia masomo haya. Nikukumbushe tena kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye anahitaji kujifunza masuala ya production, unaweza ukamtumia hii linki akaweza kujifunza. Unaweza ukashare naye hii linki akasubscribe,
ili aweze kujifunza. Tukutane tena kipindi kingine. Bye bye.